Mimi nilikuwa ni mtu ambaye naishi maisha yale yasiyompendeza Mungu. Maisha ya nasa, maisha ya ulevi. Kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi halmashauri ya wilaya Mafia kule. Nilikuwa nimeajiriwa serikalini pale kama assistant accountant. Lakini nilikuwa nafanya kazi, lakini maisha ambayo nilikuwa naishi yale kwa vijana wenyewe ndo tunaona ndo ujanja ule. Umeona? Lakini kuna siku wakati naingia ofisini nikajiona kabisa naenda kupoteza maisha yangu. Wakati naingia ofisini najiona kabisa hapa naenda kupotea. Kuna kakangu mmoja anafanya kazi pale halmashauri, ni mwanasheria pale, anaitwa Lendita. Nikamtumia message haraka nikamwambia kaka, naomba uniletee gari haraka uniwaishe hospitali. Haikuchukua muda akatokea pale. Nikamwambia kaka, mimi nakufa. Lakini ninakufa utaniagia kwa wazazi wangu. Akaniambia Jo, unaamini utapona kanisani au hospitali? Nikamwambia kanisani. Akanishika pale tukakimbia hadi kanisani. Kufika pale kanisani ndo nilipokutana na matendo makuu ya Mungu. Mungu yupo jamani, ninaongea hivi sio masiara. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na moyo mgumu sana. Nikiambia masuala ya ibada yani nawachukulia kama ushamba. Sasa Mungu pale ndo akaamua kunifungua. Nimeanguka chini pale ndo nilipo encounter na Mungu. Nikasikia sauti yake ikinipa maelekezo, ikiniambia Jo, unampenda sana Mungu, unafanya sana starehe lakini unampenda sana Mungu. Huendi kanisani lakini unampenda sana Mungu. Baadaye nikaanguka. Nilipoanguka chini pale ndo Mungu akanionyesha ukuu wake, matendo makuu. Unajua ile anakuonesha vitu ujue kwamba mimi nipo na operate. Kanionyesha alafu baadaye akanisaulisha. Aliponisaulisha nikabaki na memory. Nikasema jamani msicheze na Mungu. Mungu yupo. Umeona? Kwa kuanzia pale nikawa najua I say kweli Mungu yupo. Kwa hiyo ndo maana nasema sifanyi gospel kama katika njia ya kujipatia kipato au ni kitu gani. Hapana, mimi nilikuwa nafanya secular music. Wazazi walitumia nguvu nyingi sana kunishawishi kwamba Jo, njoo kwenye gospel. Lakini mimi nilikuwa nasema hapana, nilikuwa nachukulia kama gospel yani kwanza niache starehe zote hizi za duniani hapa niingie kwenye mambo ya kujibana. Mbona najiweka kwenye box fulani hivi na kwa nitashindwa kuwa huru kwenda kwenye maklabu manini, umeona? Lakini kumbe maneno haya tunayohubiriwa, tunayoyasikia kwenye maredio, wachungaji wanahubiri, jamani tumkimbilie Yesu. Yesu ni kweli na siku ya mwisho ipo inakuja. Kwa hiyo